Tribalism in Kenya originated from the intersection of the British colonial divide and rule policies, which formed administrative ethnic boundaries, and post-independence political competition. While ethnic groups existed, modern negative tribalism emerged from the competition for resources and power among elites who mobilized support along ethnic lines. It cannot be traced to ancient hatreds or warfare from cultures clashing over the ages. In fact, the major opposing groups, the Westerners, Luo, Luya, Kalenjin, Kisii, of Western Kenya, and the Gema, that is, Kikuyu, Embu, and Meru people from the Mount Kenya area had little contact with one another before the coming of the colonialists. Accordingly, Kenya's tribalism is a relatively new phenomenon. It is a product of modern times arising from colonialism, urbanization, and the political culture that sprang up in independent Kenya. When the British came, they magnified differences among the various communities or tribes, instigating clashes whereby each community distrusted and fought the other. This served as the breeding ground for negative tribal stereotypes, which then became embedded in popular belief. After the Second World War, the British soldiers were rewarded with fertile land in Kenya, which forced Kenyans to become squatters in their own land. This triggered the emergence of Kenya warriors ready to reclaim back land for cultivation. The most affected communities included Kikuyu, Embu, and Meru, who had settled around Mount Kenya. Field Marshal Dedan Kimathi Waruinge and his partner Rocco organized young men to capture their land back from the white settlers after a meeting in Nairobi with Jomo Kenyatta. This was the beginning of the struggle for independence from the British colonial government that had colonized Kenya. Hence, the emergence of Mau Mau under the leadership of Dedan Kimathi. Later, the British government handed the nation to Jomo Kenyatta, who became the president, deputized by Oginga Odinga. 2 years after independence, Jomo Kenyatta started facing opposition from his deputy that resulted to Oginga resignation due to the death of few Luo leaders that were perceived to be instigated by KANU regime. The visit turned into a bloody confrontation between Kenyatta and opposition leader Jaramogi Oginga Odinga, resulting in a riot, presidential guard fire, and over 50 deaths. The Kisumu massacre of October 25, 1969 is arguably the most tragic chapter in Kenya's post-colonial history, marking the violent fracture between the nation's founding president, Jomo Kenyatta, and the Luo community he once allied with in the independence struggle. President Kenyatta did not return to Kisumu until his death in 1978, leaving a legacy of political tension and marginalization of the region. In 1978, after the death of the first president of the Republic of Kenya, Daniel Toroitich Arap Moi, who by then was the deputy president, was sworn in as the president. Daniel Toroitich Arap Moi, naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Kenya. In 1st August 1982, out of the feeling of marginalization from the military base, soldiers from the military attempted a coup. The organizers were Sergeant Hezekiah Ochuka, Sergeant Pancras Oteo Okumu, Walter Ojode, Ogidi Obuon, Orwa Hongo, Odawa, Injeni, Okoth, Ndege, and Odemba Otieno, who were part of the team that comprised of some politicians who felt Moi. The night of terror will never be erased from the minds of those who were in Nairobi. Tunataka Kenya ya amani, tusiwe watu wa kueneza ubongo. This was followed by a push for multi-party democracy in Kenya, forced by intense domestic protest, that is, Sabasaba, from the rule of KANU. In 1991, President Moi gave in, and the likes of Kenneth Matiba, Oginga Odinga, Martin Shikuku, Charles Rubia, Raila Odinga, and Masinde Muliro
pushed for elections that pave way for formation of political parties that later were branded as tools to push for tribal negotiations in the government of the day, which made some communities appear to be in opposition while others in government. KANU sensed danger, and a group to help in mobilization was formed called Youth for KANU 92. This was the beginning of tribal clashes, since the group aided propaganda that made communities see themselves as enemies, and youth were promised land that was perceived to have been theirs. Since then to date, parties are affiliated to certain communities, and that forms the basis of shareholders in government. When you mention a political party, the image that comes in the minds of people is a certain tribe. We don't see each other as Kenyans, but as tribal groupings fueled by powerful politicians that fund the groupings. These groupings later formed militia groups that acted as security for the community, hence the formation of Mungiki, Chinkuroro, Sabaot Land Defense Forces SLDF, Sungu, Taliban, Jeshi la Mzee, amongst others. One of the most felt group was Mungiki, that was founded by then Ndurawaruinge, now Apostle, after undergoing radical transformation. From the past experience, the servant of God Apostle Ndurawaruinge rebirthed the version of peace dubbed Mfalme wa Amani Initiative Mfwafo Foundation. Nitwambirie thabarĩ ya kwambata harĩa piki-inĩ rĩu taha twĩ nyarĩrĩ-inĩ cia piki niho hena Shipton camp. He believes that peace and revival for Kenya and for the entire world will flow from the peak of Mount Kenya. Before the ascent began, one thing was essential: prayer. Baba, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ ndagũcokeria ngatho na nĩ ndakwambararia. Nĩ ndoka nyarĩrĩ-inĩ cia kĩrĩma-inĩ gĩkĩ kĩa piki, na nĩho tũkĩte tũnathuri aya na arĩa angĩ me mbere itũ na arĩa angĩ megũkorwo marĩ thutha itũ na angĩ makirima noka gũkũ na arĩa angĩ marĩcoka gũkũ kaĩ. Nĩ ndakũhoya rũgendo rwega, tũgĩkinya hau kĩrĩma-inĩ rĩ, nĩ njũĩ nĩ ũbangĩte ũrĩa tũgwĩka na ũrĩa tũgũkinyanĩria. Ngai reke gĩtuĩke gũka gũkũ gwitũ ũmũthĩ ũyũ nĩ gwacenjia na nĩ gũgũcenjia maũndũ marĩa mothe manekĩka gũkũ, magongona manoka gũkũ manarutwo ma kweheria andũ wega-inĩ waku, na kumania na ũmũthĩ ũyũ andũ othe macoke thĩinĩ wa ũthamaki wa thayũ waku, wendo-inĩ waku na tha-inĩ ciaku. From the top of Mount Kenya, Apostle Ndurawaruinge began a journey of peace dubbed Peace Caravan that was officially launched in Nakuru County. Mfalme wa Amani. Unajua Mfalme wa Amani Foundation ndio imetuwezesha kuwa hapa na tuko hapa na Apostle. Kabla tujamleta Apostle lazima tuchangamke vizuri, si ndio? Yes. Si mnapenda amani? Kabisa. Sema napenda amani. Napenda amani. Sema napenda amani. Napenda amani. Bwana asifiwe. Tuko bie? Tuko safa? Tuko fiti? Mwambie mwenzako napenda amani. Mwambie tena napenda amani. Mwambie tena mara ya tatu napenda amani. Sema napenda amani. Sema napenda amani. Nakuru kuna vipaji. Kuna wasanii. Kuna marapa. Kuna wale ambao wanajiamini wanaweza kurapa. Tuone wakali. Sasa hata mvua inyeshe tunatota nayo, si ndio? So kabla mvua ipite, tafadhali sogea karibu. Sogea karibu. Hata kama uko hapo kwa hema, tafadhali tusogee pamoja tutote na mvua, si ndio? Wangapi wanajua mvua imetoka mbinguni? Na kuomba ukiwa pale ndani ukuja hapa mbele kidogo tuombe. Tusimamishe mvua hii, maana kazi tunayoifanya ni ya Mungu na mvua ni ya Mungu. Inua mikono yako juu kama umeshikana tu, hivyo umeshika. Tumwambie Mungu kitu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu. Ulikufa siku ya Ijumaa. Ukafufuka siku ya Jumapili. Na siku ya leo ndio tuna celebrate ufufuo wa Yesu. Mungu muumba wa mbingu na dunia, wewe tu ndio una uwezo wa kuleta mvua, na ndio una uwezo wa kuleta watu hawa wakawa mahali hapa. Kazi tunaifanya kwa ajili yako. Ninakuomba Baba ukiwa mbinguni, umenisikia kwingi, nimekuomba mengi na umeyasikia. Naomba mvua hii ikatulie.
kwa muda mpaka tumalize sherehe hii, baadaye ukarudi mvua. Wewe mvua, semeni wewe mvua, wewe mvua, umeumbwa na Mungu, ninakusimamisha kwa muda hadi tumalize sherehe hii, na baadaye tukimaliza utakuja. In Jesus name. Semeni amen. Asante sana, asante sana. Wanasema ukiamini itatimia, si ndio? Amini na itatimia. Ngoja utaona mvua ikisimama. Mambo vipi? Wanakuita King Kwang. Hii inamaanisha? Inamaanisha after Christ kuwa king wa peace. Pia mimi natoka hapo Bonde, na represent Bondeni mzima, na nimekuja hapa kuonyesha amani. Sababu wanaamini Bondeni ndio kuna kuana fujo na kuru mzima. But mimi nimetoka Bondeni naonyesha I stand for peace. Watu wangu wa Bondeni wapi kelele? Watu wangu wa Bondeni, mmechagua amani? Umechagua amani? Unapenda amani? Sema napenda amani. Ndugu yangu, nataka uwapatie mistari kuhusu amani. Kabisa. Mtani Bonde, toka Bahoni Bondeni, majengo ya upendo na wenyeji na wageni, asubuhi za kubai, usiku za kukopesha, rodi za kutulia, bezi za kuchokesha, mabati zimechapa na manyumba zimebend, taziteka toka nje ona ndani suspend, vijana wana mori, mabuda wana ngori, wamadha wako dobi, wasipako pishori, peace bila mashini, mapenzi bila mafinis, jambazi fanya makini, kadokta tafuta hilis. Maisha tunaishi sahi ni ya bahati nasibu, magonjwa tunaugua, hakuna wa kutibu, nimesota nimechoka, hadi naona aibu, na vile haoni chafu bado na msho karibu, but lazima njikubali, juu hii ndo hali, juu kuna walala hoi na kuna walala hai, nimeletwa na wazazi, nimebaki na jamani, nasimama kwa amani, ukipata amani, linda amani, kama una amani, tafuta amani, na ukikosa amani, ongea na amani, sisi wote tusimame kwa amani. Wapi? Leo yani Mwenyezi Mungu ameamua kutubariki. Hii ni ishara kwamba kitu ambacho tunakifanya na tunakizindua Kenya nzima ni kitu kikubwa sana na kimebarikiwa na Mwenyezi Mungu. Unajua? Maji ni ishara ya baraka. Unajua hata unapobatizwa unabatizwa kwa maji, si ndio? Sasa huu ni ubatizo Mwenyezi Mungu katupatia. Kwa hivyo mvua inaponyesha hatulalamiki, tutasema asante Mwenyezi Mungu. Sema asante Mungu. Hapo kwa hema sema asante Mungu. Hapo kwa hema sema asante Mungu. Tumepokea mvua ya baraka, mvua itatulia. Sawa sawa? Sema Bwana Yesu, mwana wa Mungu, naomba msamaha wa dhambi zangu, unibadilishe niwe kiumbe kipya, na kutoka leo nitakutegemea na nitakufuata. Mungu, muumba wa mbingu na dunia, nitakuabudu. Wewe shetani, sitakufuata tena. Mimi ni wa Yesu. Sema amen. Sema amen. The caravan will traverse all the 47 counties, spreading the gospel of peace. Politicians, clergy, professionals, business community, youths, and all stakeholders should desist from abusive languages that can easily trigger tribal animosity as the nation is preparing for elections. Nilisema juu ya kutafuta kura, tafuteni kura kwa amani. Kama yuko mtu ametukana mimi namsamehe, na kama yuko mtu ambaye nimesema chochote ambaye kimeumiza roho yake unisamehe. Call upon the young people of Kenya to rise up in unity and reject all perpetrators of hate and division. So I join all those and urge each and every one of us to embrace peace in your utterances, in your homes, in your workplaces, and to correct those around you who seek conflict and confrontation. Indeed, as President, as well as a citizen, I promise to do my part, to do everything that I can to ensure that peace prevails in our nation. Peace and stability is key
to the prosperity and development of Kenya. And therefore, we must continuously harness our diversity in a unified manner to be able to take our rightful place as a nation that is growing and developing by making sure that we enhance our patriotism, our working together. My name is Bishop Mark Karaoke. I'm the presiding bishop of Deliverance Church International, and I am a Kenyan by birth, and you are a Kenyan. We pray that there shall be peace in our nation, but for that peace to be there, you have to play your part. So we are appealing to our politicians, to our young people, to every Kenyan. Let us maintain peace. We do not have another Kenya. This is the only Kenya we have, and the peace of this nation depends on you. God bless you. We shall have peace with our communities, and that peace become our peace. My peace is your peace is my peace. When we all learn to share that peace as we do in our Holy Communion service, that let us offer one another a sign of peace, and we embrace each other by hugging or greeting and looking at the eye and say, the peace of the Lord be with you. That peace is what God has given us through His Son, Jesus Christ. My name is Bishop John Warari from the Evangelical Alliance of Kenya and the Interreligious Council of Kenya. Peace is very fragile. This peace that we have been building, we must nurture it. Peace begins with you and me. God bless Kenya. Napenda Amani should be registered in everyone's mind to help us coexist as one Kenya, one nation, one people.